sitaongea kwa dakika mingi. I will speak within a very short time span. But now, whoever I want to speak to directly is leaving, because I was aggrieved by some of his points while he was standing here. So my brother, please don't leave. I'm leaving. Don't leave. If you leave, you are a coward, my friend. Now, vile nyinyi mnajua, wengine wenu mnajua ya kwamba mimi ndio mtu ya jogoo Nairobi County. Ukiona jogoo ikusaidii kutu sawa, lakini mimi natingisha kidole. Sawa. Mimi natingisha kidole. Iko sawa. Hapana, moja. Sasa unajua nikisikia mwenzangu amesema hapa mbele anasema kwamba watoto wetu, our young brothers, mtu amesoma kutoka nursery, ameenda primary, whether it is the former 844 ama ECBC, ameenda university, amemaliza tena another 4 years, alafu unamwambia atoke hapa aenda pige rangi kwa Arabu. Kwani alikuwa anaenda shule kufanya nini? Then why was the government incurring cost of education all the way to the university level? Alafu unamwambia aenda atoke rangi ama aenda apikie Mwarabu huko kwao. You know, that is brain drain, and we cannot accept brain drain in this era. It was done in the 60s when some of us were not well educated, those who were there, our grandfathers. Ni kweli. Lakini kwa saa hii, supporting the government in the name of taking our young brothers or some of us, uko, ayo hapana. That one is, for me, that one is a no. Because it is the role of the government to ensure that there is a peaceful coexistence that ensures that investors, both locally and nationally, come together in Kenya and invest. And that is the only way our people will get employment. I'm a great economist. Naniko jobless because the government cannot even provide a good environment to use what I have in my head. No check. So isn't the video the government has failed, and then someone stands there again and says to pay serikali time. Which time? 2 years down the line, they've not done anything. Will they do anything next year? What are they doing next year? Because already we are now entering into another campaign cycle. So that is what we are saying. Yeah? And then, Yamushe, Bwana Speaker, the very last one. Unajua, sisi KANU pia tuko na elders. And I want to agitate this one. Mutu asipinge mzee wetu Atuoli, the only living life member wa KANU, based on some baseless things. Nasema kama unataka kiti ya Atuoli, wewe ngoja election, panga watu wako, piga Atuoli legally. Lakini mambo ingine hii haiwe wezi. Hii ni vitisho baridi. Na kama ni hivyo, sisi pia tutasimama na Atuoli. Ya mwisho kabisa. Hii Nairobi sasa imekuwa chafu. Nairobi kuna milima takataka kila mahali. Na tunasema serikali iko hapa. Unaona? The governor of Nairobi has also failed. Na tunaambia Sakaja, it is time up my brother, begin packing and go because we are coming. Sisi kama KANU, mimi napanga timu yangu. Na timu iko ready. Tuko na milioni ya vijana Nairobi. Tutapanga vijana 85 kila ward na tutawapea viti na tutachukua governor na tutachukua all the 17 constituencies. Sawa? Sisi kama KANU pia tumejipanga. Otherwise tuendelee kupinga serikali, mali serikali iko wrong, lazima tutawaambia. Hata bembeleza. Na hata zile ndugu zetu, unajua kama mimi niko Kongo, nimetoka kule kwa maji ya chumvi huko. Lakini nitaambia wale ndugu zetu wameingia kwa serikali. Vile Kiberenga amesema wengine wameingia kwa dirisha, wengine wameingia kwa gama pale, wengine wameingia kwa mlango wa nyuma. We don't care. But ukiwa kwa serikali kula pole pole, usipige wala kwa nje. Sawa? KANU chama Nairobi County. Jogo. Mr. Speaker, mimi pia nataka kuchukua tu muda chache kabisa. 2 minutes. Mimi ni baba. Nataka kuanza hivi Mr. Speaker. Bora uingie na dirisha, uingie kwa mlango, bora uko ndani ya nyumba. Kwa sababu unaweza nyeshewa na ukose kuingia na mlango. Ama nyuma. But mimi najua hivi. Ndugu yangu ameongelea story ya ODM hapa. Na najuanga hii maneno kama wajaleo tunasemanga kama kuna shida kuna ndekniki kitchen. Sasa zile mtu anataka kwenda ama bibi anataka kwenda, anafunga virogo namna hii, anaanza kuleta ile siku lirudi late, ile siku lifanya hii. Hiyo bibi anataka kwenda na hiyo tumezoea. ODM ni kama pesa mzee na pesa mpya. Value ni the same. Ndio uzee iko kidogo. UDA imekuja deputy na nini wanapigana, hiyo tumezoea. So Mr. Speaker, nataka kusema hivi. Kuna jamaa alikuwa anaongelea hapa ya tribalism. Na mimi nitasema hapa bila kuogopa mtu.
hatuwezi kuwa sisi wakati tunaenda election tunaanza kukumbushwa ati sisi tunatoka, sisi ndio tukiweka kura namna hii kama Gema, mwingine amepita. Sisi tukifanya hii, mwingine amefanya. Sisi tukiongelea hii, mwingine hawezi fanya. But vitu kisharibika, hii Catherine ni hapo nyuma. Tuna consult speaker anasema unaongea poa. Mr. Speaker naanza. Nilikuwa nasema ikifika time ya election tunaambiwa vile wale wanachagua rais, wao wanajua kuchagua rais. Wao sijui trials ngapi. Wao ndio wanajua kura yao wakiunganisha na hii inakuwa namna hii. Wakishafanya hizo kura zao acrobat zao, serikali kuja mbaya, then wanataka sisi wale watu watukokuwa hapo tuwasaidie kupiga hiyo serikali. Mr. Speaker, hatuwezi kuwa hapa. I'm sorry to say this. Wakati wa election Mount Kenya wanakuja kutuambia hapa ati sisi ni Wakikuyu ndio tutaamua. After election wanakuja kutuambia hapa ati hapana, sasa tuache tribalism, tuanze tujenge Kenya pamoja. Mimi naongelea kama member wa ODM. Na nimesikia Kiberenge akisema hapa, hii vita ni watu wa Lake na watu wa Mlima. Hiyo ni vita sisi tujakataa. Watengeneze tu kiwanja mzuri, sisi tuko ready. Hata kama tutasukuma hadi 2032 ni sawa. Hata kama tutaongeza miaka 7 juu pia ni sawa. Shida ni kwamba Mr. Speaker, sisi kama Wajaluo, and mimi wacha niongee kama on behalf of Wajaluo. Mimi naongea kama mimi kama Mjaluo. Sasa mimi Dandrai, mimi niliamka asubuhi nikapigia ule jamaa wanasemanga ati ni failure Raila Amolo Odinga. Saa 2 asubuhi nilikuwa nimeshawekea Raila Odinga kura kwa debe. But kwa hii siasa tunaangalia saa hii, naona wengine wanaumia hata kushinda sisi watu tuliambiwa ati sisi tukiingiza hiyo serikali. Na kwa sababu tuko hapa na siasa ndio kila mtu anapiga siasa. Unajua siasa ni kila vile unaelewa. Mimi naelewa kwa hii serikali. Kwa wale memba zetu kama watu wa ODM tujaingia kwa serikali. Sasa hizi unaingia kwa serikali wewe kama binafsi. Na hiyo tulipewa na Secretary General ambao ni Mluya. Ambao hapa na alikuwa nasikia hapa nikisema Kiberenge akisema ni vita wa Jaluo na watu wa Kikuyu. Na Secretary wa General ile party na watu wa wengi ni mtu kutoka Uliani. Sisi saa hizi watu wa ODM Raila alituambia wajaingia kwa serikali. There is no agreement. And you have to know this. Yes, and I'm saying this. There is no agreement between ODM and Kenya Kwanza government. Anybody feels that anataka kuingia kwa serikali, wewe ingia kama wewe mwenyewe. Mimi kama Dandrai niko kwa serikali. Wewe ukiona kama huwezi kwa serikali, wewe pia fanya kitu yako. Wacha kuleta ODM. Wacha kuleta Ujaluo. Wacha kuleta Ukikuyu. Na ikifika hiyo siasa ya Wakikuyu na Wajaluo pia tunajua vile tutapiga. Kwa hiyo machache Mr. Speaker, asante sana. Mimi hata nataka kuongea only 1 minute.